niruhusu kwa muda dakika moja tu nikupe tu hadithi ndogo. Tarehe 29 ya mwezi wa 10 yupo dada mmoja yuko pale Kimara Baruti. Yeye huyu dada amemaliza chuo kikuu na alitafuta ajira akakosa, lakini baadaye akapata uwezo wa kupata mtaji, akaenda kufungua duka, akafungua na sehemu ya chakula. Ameweka mtaji wake pale wa si chini ya milioni 50. Lakini yule dada miaka 4 iliyopita aliolewa. Kwa bahati mbaya akapata mimba na akamiskeli, mtoto akafariki. Mheshimiwa Waziri Mkuu, yule dada anapata tatizo la kuwa na overprolonged bleeding isiyopungua kwa miaka 3. Mume wake akamwacha, akawa na mikasa 3. Mtu mwanae amefariki, mumewe amemwacha na amepata madhara afya. Tarehe 29 duka lake na sehemu anayouzia chakula ikawashwa moto. Akaja ofisini kwangu analia kwamba Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, sioni mbele wala sioni nyuma. Nachokiona mbele yangu ni sumu ili niweze kupotea katika ulimwengu. Nilimwambia dada, pole sana. Mimi kama mkuu wa mkoa lazima nichukue hatua. Urudi angalau kwenye hali yako. Nafahamu waandamanaji hawa au vikundi hivi watu wenye fujo wamefanya mambo haya kwa kumgusa hata asiye na hatia, hata asiye na chama, mfanyabiashara wa kawaida. Lakini haya yote Mheshimiwa Waziri Mkuu tunaendelea kuyashughulikia. Na watu lazima waone Mheshimiwa Waziri Mkuu kwamba tunapoingiza Dar es Salaam na maeneo mengine yote katika vurugu, madhara yake ni makubwa, yanamgusa aliyefanya vurugu na ambaye hajafanya vurugu. Na Dar es Salaam Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimekutana na wazee 3 na mmoja kwa bahati mbaya amefariki. Wao walikuwa wanatumia dawa za pressure. Na kwa bahati mbaya kwa siku vurugu zilikuwa zinafanyika, dawa zao zilikuwa zimekwisha. Mheshimiwa Waziri Mkuu, siku ya kwanza sukari na pressure inapanda, siku ya pili sukari na pressure inapanda. Hakuna daktari wala hakuna dawa anayoweza kupata kwa sababu waliambiwa wakaendana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mmoja ameparalyze na mmoja amefariki. Walipokuja kunieleza Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikasema haya ndio mambo ambayo Watanzania tu tunayaona. Ni kweli sisi tunaweza kuwa na ugomvi wa kawaida wa vyama vya siasa kati ya mimi Chalamila au mkuu wa mkoa au mtu mwingine yote, lakini ugomvi wetu kamwe ukienda huko. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikupe dondoo tu kidogo. Maeneo ambayo yalikuwa on target kuweza kuyachoma moto bila huruma, moja ilikuwa ni stendi ya Magufuli. Hii ilikuwa inaungua yote, hii hapa stendi hii hapa. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, nilishukuru jeshi lilikuja haraka likalinda stendi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, target ya pili ilikuwa ni mabasi ya mwendokasi. Yameunguzwa mabasi mengi tu ya mwendokasi na kupiga vituo vya mwendokasi. Target ya 3 ilikuwa ni miundombinu ya gesi ya TPDC. Kulipua miundombinu ya gesi na kulipua vihenge vya mafuta vilivyoko pale Kigamboni. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nishukuru vyombo vya dola vimelinda kule. Mpaka leo mnaona miundombinu hii inaonekana. Jaribio la 3 lilikuwa ni kuchoma jengo la TCRA. Na walichoma kibanda cha mlinzi. Jeshi likaja mbele kwa ajili ya kulinda amani hiyo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, jambo jingine lilikuwa ni kuchoma miundombinu ya TANESCO. Ilikuwa kulipua hii gesi, kulipua hapa Ubungo pamoja na kulipua kule Kinyerezi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, leo hii miundombinu inayoonekana hapa ni kwa sababu vyombo vimefanya kazi. Kama tungesikiliza maneno na kurudi nyuma, very likely Dar es Salaam ingekuwa giza yote. Hospitali ingekuwa hamna, umeme hamna, miundombinu ya maji hamna na kila kitu hamna. Kwa hiyo mimi ninachoweza kusema hapa kwako Mheshimiwa Waziri Mkuu, kila mama aliyoko hapa na kila baba aliyoko hapa akamueleze mwanae madhara haya tunayofanya, madhara haya tunayoongea. Tugombane tunavyoweza kugombana, lakini kamwe tusiendelee kuichoma nchi yetu wenyewe. Tukilipua nchi hii lazima na sisi tutakufa. Itakuwa ni kufanya fujo kama vile kukata mti tukiwa kwenye tawi la mti hiyo. Mwisho wa siku maendeleo ya taifa letu yatarudi nyuma na adui atapenya katikati ili sisi tuweze kufeli katika maendeleo yetu. Mungu wa mbinguni atupe kibali. Tuendelee kusema na makundi mbalimbali ili kila mmoja awe balozi wa amani hii. Kila mmoja awe balozi wa maendeleo yanayofanyika katika taifa letu.
Na mwisho, kila mmoja asikilize mawaidha ya viongozi wetu. Nilimsikiliza pia kiongozi wa dini ya Kiislamu, alisema tupo tayari kukata vichwa. Mimi naomba nionye pia hapa, tusifike huko ndugu zangu. Viongozi wa dini tuwe ni watu tunaoadilisha, tunaokemea. Kamwe tusiweke petroli katika haya ambayo yanatokea na madhara yake akaja kuwa makubwa. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baada ya kusema haya, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimuombe Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI aje azungumze hapa na kukaribisha wewe Mheshimiwa Waziri Mkuu uweze kutupa